Mwenagekena usinde roho. Wangapi wana furaha? Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Tusimame juu tusalimie wawili watatu before tuanze ibada ya siku ya leo. Hatujaonana kwa siku mingi, hatujaonana kwa muda mwingi. Mama Joyce, tusimame kwa miguu yetu, tusalimie wawili watatu before tuingie kwa maombi, before tuingie kwa worship, ili tukaweza kukaribisha uwepo wa Mungu mahali hapa. Bwana asifiwe. Tembea usalimie wawili watatu, usalimia Reverend. Najua ni siku mingi hatujaonana, hatujakuwa pamoja naye. Mwangi, tembea kuja unisalimie ili tukaweza kuliinua jina la Yesu mahali hapa siku ya leo, katika jina la Yesu. Thank you Jesus, we worship you. Thank you Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. We worship you this morning. Lewe kamono utigeka yoketake. Tuketi before tuingie kwa maombi, tuketi dakika kama 2 hivi kwa sababu leo tumechelewa. The time is not on our side. Nataka kuongelea kuhusu kidogo kabla tuingie kwa maombi, ili tukaweza kuomba Mungu jambo moja asubuhi ya leo. Tukaweza kuomba Mungu jambo moja kwa ibada ya siku ya leo. Nilikuwa nataka tuangalie theme ambayo inaitwa nguvu ya kuzaa ama nguvu ya maombi. Bwana asifiwe. Maana Mkristo bila nguvu, that is a useless Christian. A church without power is a useless church. Bwana asifiwe. Tunafaa tukue na nguvu sana kama Wakristo, kama kanisa. Ukiniona nikisimama hapa ujue kuna nguvu. Ukiniona nikiongea kuna nguvu. Bwana asifiwe. Na ni lazima pia tuombe Mungu atupe nguvu ya kiroho, atupe nguvu ya kuendelea, nguvu ya kuomba. Tunaomba Mungu atupe nguvu ya kufanya mambo. Bwana asifiwe. Maana bila nguvu hakuna kitu ambacho tunaweza fanya. Nguvu ni nini? What is power? It is the ability. Power is the ability or the capacity to do something. So lazima upate nguvu ili uweze kufanya jambo. Usipoomba lazima uombe Mungu akupe nguvu ili uweze kuomba. Unaomba Mungu akupe nguvu ili ukaweza kufanya mambo mengine. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja katika Biblia, katika kitabu cha Waamuzi, Judges 16 verse 1 to 17. A short story ya Samson. Samson is known because of his mighty power. Kila mtu anajua Samsoni kwa ajili ya nguvu ambazo alikuwa nazo. Bwana asifiwe. Lakini kuna makosa Samson alifanya. Alishare the secret of his source of power. Hiyo ndio makosa yenye Samson alifanya. Fatana mwanamke akamwambia, "Brother, nguvu zangu zinatoka hapa na hapa." Bwana asifiwe. And that was the end of Samson. Kitabu cha Judges 16 nasema nguvu za Samsoni hazikuwa nguvu za kawaida. Maana nguvu za Samson zilitoka kwa Mungu. The source of Samson power came from God. And that's why uliona Mungu alikuwa anamtumia kwa njia kubwa sana. Mungu alitumia Samson kwa njia kubwa sana. Samson alikuwa mtu ambaye alikuwa na nguvu. Samson alikuwa na nguvu maana alijua uwezo wake. Tumaini lake, jinsi Reverend anatuambia, tumaini la Samson lilikuwa linatoka kwa Mungu. And ile inasemaga Samson ndiye tu angeweza, alikuwa na hiyo courage ama alikuwa na hiyo power hadi ya kuwa anayo, angekuwa anayo using his bare hand. Mikono tupu. Yeye tu Sulemani ndiye pia alichukua zile gates. He slain an army of Philistines with donkeys and he carried the gates of Gaza. Unajua Samson, Biblia inasema he was so powerful. He was so powerful. Very strong. Nataka tuone kwa maandiko ndio tuweze kuomba ili tukaweza kuendelea na ibada ya siku ya leo. Ili tuone sources. Sitaki tusome hiyo story ya Samson, ni story mrefu sana. Maana Biblia inasema Samson
wanajeshi wengi sana. Alitomera rohia awatirohia ihindini ya fuda, ihindini ya kogoro wa fuda, akiunaga nyingi muno. Niki secret haikuwa hiyo. Secret was his power. Samson alikuwa anapata nguvu wapi? Kama kanisa, where do we get power? As Christian, sisi ambao tumeokoka, tunapata wapi nguvu? Nguvu ya kuendelea, nguvu ya kusimama, nguvu ya kupigana na magonjwa, nguvu ya kupigana na madeni. Lazima tuambie Mungu siku ya leo, utuongezee nguvu. Kama kanisa, tunahitaji nguvu ya kustahimili nguvu zingine, ya kustahimili nguvu za giza. Lazima tuombe Mungu atupe nguvu. Bwana ni akasho. Rugendo ni rurito. Rugendo rwine para. Na aria matari na hinya ne barathirĩrĩkĩra. Secret. Tuombe Mungu atupe nguvu. Bwana sifiwe. Nataka tusome katika kitabu cha Luka 10. Luke 10:19. Kitabu ni cha Luka 10:19. Biblia inasema hivi. Na tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Unasikia? Yesu anapea wanafunzi wake nguvu, maana aliona nyinyi bila nguvu hamwezi tembea. Bila nguvu hakuna kitu mnaweza fanya. Yesu akamwambia, je, nimewapea mamlaka na nimewapea nguvu ya kupigana na adui. Nimewapa nguvu ya kukanyaga nyoka. Ile nguvu Yesu anaongea si nguvu ya kukanyaga nyoka, ila nguvu ya kupigana na magonjwa, ni nguvu ya kupigana na umaskini, ni nguvu ambayo Yesu anakuletea nguvu ya kukuprevent wewe kurudi nyuma katika wokovu. Anakupea nguvu ili ukaweza kuendelea na safari, ukaweza kuendelea kuinuka, nguvu ya kusimama wema katika nyumba ya Mungu, nguvu ya kumfanyia Mungu kazi. Hiyo ndio nguvu ambayo Yesu anasema, nitazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Yule adui ni nani? Tunapigana na nani? Tunapigana na huyo shetani. Shetani ambaye analeta premature death, yule ambaye ana cause accident, mwenye analeta confusion. Bwana asifiwe. Bwana ndiye Betuna ikaenda ushinde wa mwone. Kama jinsi Yesu aliambia wanafunzi wake, nimewaachia nguvu. Nimewaachia nguvu. Maana bila nguvu hatuwezi endelea. Na wakati alipokufa akafufuka, wakati alikuwa anaenda kurudi mbinguni, hakuacha bure, aliwaachia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye nguvu yetu. Maana ukiwa na Roho Mtakatifu unaweza fanya mambo mengi sana. Alienda kutuachia nguvu. Nguvu yenye Yesu aliacha ni Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Tusimameni kwa miguu yetu asubuhi ya leo. Nataka tuambie Mungu asubuhi ya leo, tunapoendelea na hii ibada ya kanisa, tuambie Mungu utupe nguvu. Utupe nguvu ya kuendelea, utupe nguvu ya kusimama, utupe nguvu ya kuendelea katika maisha yetu, katika familia zetu. Tuombe Mungu atupe nguvu katika jina la Yesu. Ambao wameketi tukaweza kusimama kwa miguu yetu. Let us tell God this morning, atuongeze nguvu ya maombi, nguvu ya kuendelea, nguvu ya maombi. Tunapoenda na biashara zetu, fungua moyo wako asubuhi ya leo. Ambia Bwana, nimekuja asubuhi ya leo, nikiwa nimeelekea asubuhi ya leo, nikiomba Bwana ukaweza kuniongeza nguvu, ukaweza kuniongeza nguvu ya kupigana na magonjwa. Bwana wangu, ninaomba asubuhi ya leo, nipe nguvu ya kupigana na shida, nipe nguvu Jehova ya kuendelea. Sitaki nguvu ya kurudi nyuma, nataka nguvu ya kusimama. Sitaki nguvu ya kusimama mahali nilipo. Jehova Mungu, ninakuja asubuhi ya leo, tunakuingia kama kanisa, tukiomba Bwana ukaweza kutupa nguvu, tupe nguvu kama kanisa. Jehova, tutaitisha nguvu. Ewe Yesu ulisema umetuachia nguvu, umetuachia nguvu. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunaomba siku ya leo ututembelee kwa nguvu, ututembelee kwa upako katika jina la Yesu. Tunaomba
sitakutumikia Jehova, la hasha, nimekataa katika jina la Yesu. In the name of Jesus, magonjwa inaturudisha nyuma, magonjwa inatumia pesa zetu, magonjwa inatumia utajiri wetu. Jehova, tumekataa, utupe nguvu ya kushinda magonjwa, utupe nguvu Jehova ya kupigana na magonjwa katika jina la Yesu. In the name of Jesus, mgongo wako usinyamaze kadango, usinyamaze, usikubali kunyamaza, usikubali kunyamaza. Unipe Bwana, nimekuwa Mkristo, nimeokoka Jehova, na bado ninajua ninaingia kwa ulevi, ninaingia kwa usherati. Nipe nguvu ya kupigana na ulevi, nipe nguvu Bwana ya kupigana na usherati katika jina la Yesu. Nimekataa kurudi nyuma, nimekataa kurudi nyuma. Maisha yako haitafungwa. Nipe nguvu Bwana ya kuinuka tena, nipe nguvu ya kuendelea katika jina la Yesu. Sioni watu wanaomba, sioni watu wanaomba mgongo wako akiwa Bwana, nimekataa nguvu za kuzirudisha nyuma, nguvu za kunivuta nyuma, nguvu za kunivuta nyuma, nimekataa. Yesu akasema nimewapa nguvu, nimewapa nguvu. Baba, endo parete, mkanyage nje, mkanyage nyoka, wala hazina wadhuru. Pokeni nguvu, nguvu za kuomba, nguvu za kupigana, nguvu za kupigana, nguvu za kupigana. Ninaomba katika jina la Yesu, ewe Mungu uishie milele, watu walio mahali hapa hawatatoka nyuma, hawatarudi nyuma, hawatarudiwa hata na ulevi, raha za dunia. Tumekataa, nikayakataa, nimayakataa. Omba upole, tunakuita utuongeze nguvu, utuongeze nguvu. Kama kanisa tumepigwa vita, kama kanisa tunapigwa vita usiku na mchana, bahari Jehova, isipokuwa ni nguvu zako. Bwana, tunakuwa tumerudi nyuma. Jehova, tunaitisha nguvu zako, tunaitisha nguvu zako, tunaitisha nguvu zako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Watu wengi hapa tunaishiwa na nguvu, tumekosa tumaini, tumetupa tumaini, maana wakati mwingi Jehova tunaishiwa na nguvu. Tukikuja kanisani tunapigwa vita, tukirudi nyumbani tunapigwa nguvu. Tunahitaji nguvu zako asubuhi ya leo. Wazee tunaomba nguvu, wazee tunaomba nguvu, wamama tunataka nguvu, wazee tunahitaji nguvu. Watoto wetu Jehova tunawaitishia nguvu, nguvu ya understanding, nguvu ya masomo, nguvu ya kuendelea, nguvu za kufaulu katika jina la Yesu. Oh my God, Yesu akasema nimewapa nguvu ya kushinda shetani. Siku ya leo hakuna magonjwa itawasumbua kwa imani. Ninaomba Jehova, leta nguvu zako, shusha Roho Mtakatifu, shusha Roho Mtakatifu akaweza kutembea, akaweza kufanya mambo katika madhabahu ya siku ya leo katika jina la Yesu. Hatutanyamaza, hatutanyamaza tena, hatutanyamaza tena, hatutanyamaza Bwana. Utupe nguvu, nguvu ya kusamehe, utupe nguvu ya kuovercome temptation, nguvu ya kuovercome hasira Bwana. Naomba Bwana, tupe nguvu ya kuovercome, nguvu ya kuovercome, nguvu ya kuovercome, nguvu ya kushinda, nguvu ya kuovercome, nguvu ya kushinda, nguvu ya kushinda, nguvu ya kushinda. Mambo yanaturudisha nyuma, mambo yanaturudisha nyuma katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako kwa imani, fungua mdomo wako kwa imani. Ambia Bwana, nimekataa, nimekataa, sitarudi nyuma, sitarudishwa nyuma. Nimekataa nguvu ya kunirudisha nyuma, nimeikataa nguvu ya kunirudisha nyuma, nimeikataa. Napiga hatua mbele moja, ninarudi nyuma hatua tano. Nimekataa, nimekataa, nimekataa. Fungua kinywa chako, ambia Bwana, this morning nimekataa. I refuse, I refuse, I refuse. In the name of Jesus, ambia Bwana, nguvu ya kusekenya nimeikataa, nguvu ya matusi nimeikataa kwa jina la Yesu. Ninahitaji nguvu ya kuendelea, nguvu ya kufaulu. Pokeeni nguvu ya kufaulu kwa mambo ambayo unafanya, kwa masomo ya vijana. Pokeeni nguvu ya kufaulu kwa jina la Yesu. In the name of Jesus, hakuna Jehova, hakuna Jehova, hakuna mtu, nguvu za nguvu, kama tunaomba
Thank you.
Asante Bwana kwa wema na fadhili zako. Asante Bwana kwa wakati huu ambao umetupa. Tuko wengi wa shukrani, mfalme wa mbinguni. Tunapoendelea na ibada ya siku ya leo Bwana, tunaomba ukaweza kutuosha mioyo yetu, tuoshe fikra zetu, osha miili yetu Jehova. Maana dhabihu tunataka kukutolea. Tunataka dhabihu iwe safi mbele zako. Iwe dhabihu Bwana ambayo utaikubali siku ya leo katika jina la Yesu. Asante kwa kipindi ambacho tumepita. Kwa praise tunakuhitaji kwa njia iliyokuu, kwa ushuhuda Bwana tunakugoja, kwa matoleo na hata kwa neno mfalme wa mbinguni. Tunakugoja kwa kila tendo ambacho kitafanyika mahali hapa siku ya leo. Tunangoja nguvu zako, tunangoja uwepo wako. Na tumesema Jehova, kama jinsi tumeimba siku ya leo, tunataka tutoke hapa tutikonoga tugodhikata na nijui Jehova ni ugotosherera na nijui ni ugotuongerera hii na muthenya wa mothe. Ile nguvu ambayo tumeomba mahali hapa, ninaomba Jehova ukaweza kuimimina, ukaweza kuiachilia hapa siku ya leo, maana kuna Mungu aliye kama wewe. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Tuone makofi weka sana unapendeza. Hebu ndio kwa kibaje mihaka. Ni kama wanaga hata. Omeasa. Mwana ya Bosmo, watu ambao wameongezewa nguvu wanafaa wakuwe na nguvu ya kurudia Bwana, ukuwe na nguvu ya kuomba. Bwana sifiwe. Nguvu zetu kama kanisa tusiende ati tukiachilia huko. Maana siri ama mistake Samson alifanya ni kupeana siri za nguvu zake. Bwana sifiwe. Reverend alituambia tukiweka tumaini letu kwa Mungu, huyo ndiye anaamuru. He commands power and he commands blessing upon us. He commands blessing to this church. He commands blessing and power to our families. Bwana sifiwe. Ile nguvu ambayo wewe unapiga hatua moja mbele, kuna nguvu nyingine inakuja inakurudisha hatua tatu nyuma. Hiyo ndio tunakataa
katika jina la Yesu. Nguvu ya kurudi nyuma, hakuna nguvu dangerous kama nguvu ya kurudisha nyuma. Bwana asifiwe. Ati ndio soka niliye kilia, usoka niliye kidumia kanambia kama inakuja wazi, inaenda wazi. Bwana asifiwe. Hizo ndizo nguvu ambazo nataka kupigana nazo hapa. Bwana asifiwe. Tunatengeneza kutengeneza kanisa na kanisa inakuwa kubwa hivi. Msidhani tulianza hivi. Bwana asifiwe. Ni kazi imefanywa, Mungu ameleta nguvu. Sasa hiyo nguvu ya kuleta confusion, ya kurudisha watu nyuma, hiyo ndio tunataka tukasho in the name of Jesus. Is it possible? Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri sasa. Tunapoenda kuingia katika sifa. Tunapoenda kuingia katika sifa, nataka ukwenda space kumsifu Mungu kama hatunda msifu siku ya kesho. Na kama haujasalimia mwenzako, sisi tulikuwa tumesalimiana asubuhi, not money. So never let enda tu salimia watu wawili watatu, tembea usalimia.